Moyo wangu tulia. Tulia kwa Bwana. Juu ya nchi wakamsujudia, na kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana-kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mwana-kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Huyu mwana-kondoo ni Yesu Kristo. Haleluya. Tunapoangalia bila Biblia inamtaya Yesu Kristo kama mwana-kondoo. Hebu tuweze kuangalia Biblia pia tuone inatoa sura gani ya mwana-kondoo. Tuangalie kitabu cha Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 19. Maandiko yanasema bali kwa damu ya dhamana kama ya mwana-kondoo asiye na dosari wala yaani Kristo. Tunapozungumzia mwana-kondoo tunazungumzia Yesu Kristo. Abeli alipoenda alikuwa mchunga kondoo na akatoa mwana-kondoo wa kwanza. Na huyo mwana-kondoo wa kwanza wakilisha Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo ni mzaliwa wa kwanza. Ni mzaliwa wa kwanza. Tuangalie kitabu cha Warumi tuweze kuona Yesu Kristo ambaye ni mzaliwa wa kwanza. Warumi 8 mstari wa 29, maana wale aliowajua tangu azili aliwachagua tangu azili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Yesu Kristo ni mzaliwa wa kwanza. Haleluya. Abeli aliposimama na kutoa dhabihu aliweza kutoa mwana-kondoo. Na huyu mwana-kondoo anawakilisha Yesu Kristo. Na huyu mwana-kondoo kuna damu. Pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Hatuwezi kupata ondoleo la dhambi kwa njia nyingine isipokuwa umwagikaji wa damu. Waebrania 9 mstari wa 22 inasema karibu vitu vyote katika Torati husafishwa kwa damu, na pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Hatuwezi kupata ondoleo la dhambi mahali pengine isipokuwa kwa damu ya mwana-kondoo. Na ukiangalia mazao ya ardhi hayana damu. Kwa hivyo kama hayana damu, basi Kaini, Mungu akaweza kupokea sadaka ya Kaini. Ukiangalia katika mazao ya katika sadaka ya Abeli kuna mwana-kondoo. Huyo mwana-kondoo aliweza kutoa damu na dhambi ya Abeli kaweza kusamehewa, na ndio unaona Mungu alitafakari Abeli na sadaka yake, na alitafakari Kaini, Abeli na sadaka yake. Kwa sababu gani? Abeli amesimama na damu ya mwana-kondoo. Tunaposimama mbele ya Mungu na damu ya mwana-kondoo, Mungu anatukubali. Tukisimama na kasi yetu, Mungu anatulaani. Kwa sababu hakuna kitu kizuri kinaweza toka ndani yetu ambayo tunaweza simama nayo mbele ya Mungu. Lakini tunaposimama na kasi ya mwana-kondoo, kama vile Abeli alisimama na kasi ya mwana-kondoo na Mungu akambariki. Na wewe mpendwa mtazamaji, na hapa kanisani, jifunze kusimama mbele ya Mungu na kasi ya Yesu Kristo. Haleluya. Ukiangalia Abeli alishuhudiwa kwa mwenye haki, na Yesu mwenyewe akaongea kuhusu Abeli mwenye haki. Tuangalie kitabu cha Mathayo 23, tuone vile Yesu ameshuhudia Abeli akiwa mwenye haki. Tuangalie maandiko. Inasema hivyo Mathayo 23:35, hivyo ije juu yenu damu yote ya haki iliyomwagika juu ya nchi, tangu damu ya Abeli yule mwenye haki. Abeli yule mwenye haki, ili uweze kuhesabiwa haki. Unafikiria Abeli alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake? Hakuhesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, lakini alihesabiwa haki kwa sababu ya mwana-kondoo. Aliposimama mbele ya Mungu, hakusimama na kasi yake, alisimama na kasi ya mwana-kondoo. Na aliposimama na kasi ya mwana-kondoo, Mungu alimhesabia kuwa mwenye haki, kwa sababu alisimama na kasi yake, amesimama na kasi ya mwana-kondoo. Haleluya. Na wewe ili uweze kuwa mwenye haki kama Abeli, unafaa uweke kasi yako chini, usimame na kasi ya Yesu Kristo. Na ndio maana inasema kitabu cha Warumi 3 mstari wa 24 inasema namna gani wamehesabiwa haki bure kwa neema na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Ukombozi uko kwa nani? Wamehesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa neema ya Yesu Kristo. Na ukombozi ulio katika nani? Kristo Yesu.
Kwa hivyo ukombozi uko kwa Yesu na neema iko kwa Yesu. Kwa hivyo tunahesabiwa haki kwa neema yake Yesu Kristo na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Ndani yetu hatuna neema, ndani yetu hatuna ukombozi, lakini kuna neema ndani ya Yesu Kristo ambayo inatuhesabia wenye haki. Kuna ukombozi ulio ndani ya Yesu Kristo, na tunapopata huo ukombozi tunahesabiwa haki bila matendo yetu. Lakini watu wanang'ang'ana bila wanaweza kuasana na dhambi, watu wanang'ang'ana bila wanaweza kujitoa kwa dhambi. Elewa vizuri, kitabu cha Warumi 5 mstari wa 19 inasema, kwa kuasi kwake mtu mmoja watu wengi waliingizwa katika hali ya wenye dhambi. Uliingizwa katika hali ya wenye dhambi, na kama uliingizwa usijitoa, unahitaji utolewe. Na ndio maana tunasema kadhalika kwa kutii kwake mmoja watu wengi wameingizwa katika hali ya wenye haki. Sasa unafaa jiulize, uko kwa yule aliyekuingiza kwa dhambi ama umeambia kwa huyu ambaye amekuingiza kwa mwenye haki? Uko pande gani? Haleluya. Kwa yule aliyeleta dhambi ama yule aliyeleta haki? Kiangalia kutoka kitabu cha Mwanzo tumeona Abeli amehesabiwa kwa mwenye haki. Ibrahimu, Nuhu alihesabiwa kwa mwenye haki. Usifikirie kuhesabiwa haki kumekuja tu hivi majuzi. Kuhesabiwa haki, ukisoma kitabu cha Mwanzo, tusome kitabu cha Mwanzo 6 mstari wa 8. Uone vile Biblia inasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Mstari wa 9, hivi ndivyo vizazi vya Nuhu. Nuhu alikuwa mtu wa haki, mkamilifu katika vizazi vyake. Nuhu alikwenda pamoja na Mungu. Nuhu alikuwa mwenye haki na alipata neema machoni pa Bwana. Alipata neema kwa sababu gani? Nuhu alikuwa mtu muovu, mtu mchafu ambaye Mungu alikuwa ameamua kumwangamiza, lakini mstari wa 8 ikasema, lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Nani anapata neema? Ni mtu mzuri ama mtu muovu? Mtu muovu ndiye anapata neema. Na ukipata neema, Mungu anasema lakini umepata neema. Ulikuwa uangamie, ulikuwa ufe, lakini umepata neema. Na kutoka hapo Nuhu akashuhudiwa kwa mwenye haki. Akushuhudiwa kwa mwenye haki kwa sababu ya matendo yake, bali alishuhudiwa kwa mwenye haki kwa sababu ya neema aliyoipata. Na ndio maandiko yanasema kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 8 na 9 inasema, mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye kuteseka sisifu. Wokovu hatupati wokovu kwa matendo, tunapata wokovu kwa neema kwa njia ya imani. Kwa hivyo Nuhu alipata neema machoni pa Bwana, na alipopata neema machoni pa Bwana, Mungu akamhesabia kwa mwenye haki. Haleluya. Hebu tuangalie tuone mwingine aliyehesabiwa kuwa mwenye haki katika kitabu cha Mwanzo 15 mstari wa 6. Akamwamini Bwana naye akamhesabia jambo hilo kuwa haki. Nini Mungu anahesabu haki? Ni matendo ama ni imani? Ibrahimu alipomwamini Mungu, Mungu alimhesabia jambo hilo kuwa haki. Ibrahimu alihesabiwa kwa mwenye haki kwa kumwamini Mungu. Haleluya. Tuangalie kitabu cha Warumi, tuone Biblia ikithibitisha bila Ibrahimu alihesabiwa kwa mwenye haki. Warumi 4 mstari wa 1 kuendelea. Basi tusemeaje juu ya Abraham baba yetu kwa jinsi ya mwili? Kwa maana ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele ya Mungu. Ikiwa Ibrahimu alihesabiwa haki mbele za Mungu kwa ajili ya matendo yake, analo la kujisifia, lakini si mbele ya nani? Si mbele ya Mungu. Maana maandiko yasemaje? Abraham alimwamini Mungu akahesabiwa kwake kuwa haki. Abraham alimwamini Mungu, na alipomwamini Mungu, Mungu akamhesabia haki. Haleluya. Mstari wa 4, lakini kwa mtu asiyefanya kazi, lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake uhesabiwi kuwa ni neema, bali huwa ni deni. Lakini kwa mtu afanyaye kazi, ujira wake uhesabiwi kuwa ni neema, huwa ni deni. Hii ni kama amekopesa Mungu, hii ni deni. Mstari wa 6, mstari wa 5 inasema, lakini kwa mtu asiyefanya kazi, bali amwamini yeye ambaye anawahesabia haki asiyekuwa mtauwa, imani yake mtu huyo itahesabiwa kuwa haki. Yaani mtu yule anaamini Mungu, anayehesabia watu waovu haki, imani
vile Daudi aunenavyo uweli wake mtu yule ambaye Mungu anamhesabia haki pasipo matendo. Nani amebarikiwa? Ni yule anahesabiwa haki kwa matendo yake? La, yule anahesabiwa haki bila matendo. Sasa unafaa jiulize, haki ulio nayo, uko na haki ya mwanadamu au uko na haki ya Mungu? Ile haki ya Mungu tunaipata kwa njia ya imani, kama vile Daudi anasema, heri mtu yule ambaye Mungu anamhesabia haki pasipo matendo. Hakuna matendo amefanya, lakini amemwamini Mungu, Mungu anamhesabia kwa mwenye haki. Angalia kitabu cha Warumi 10 kiroho. Alafu sehemu ya pili ni kifo sa mwili. Mungu hakuumba mwanadamu afe, aliumba mwanadamu aishi milele, lakini siku ile mwanadamu aliasi neno la Mungu. Kuna vitu viwili viliunda kifo ndani ya Adamu. Kuna kifo sa kwanza kiliundika wakati Adamu alitoka katika neno la Mungu. Kifo sa pili kilitokana na mti wa uyuzi wa mema na mabaya. Na ukiangalia sauti ya Mungu imebeba uzima, sauti ya Mungu imebeba umilele. Na wakati Adamu alitoa hiyo sauti ya Mungu ndani ya moyo wake na kupokea sauti ya Shetani ambayo si ya umilele, kutoka hapo umilele ulikoma ndani ya Adamu na kufa kukakuja ndani ya Adamu. Jambo lingine lililofanyika, alipokula lile tunda mwili wake ulikufa. Ni kama alikula sumu ya kuua mwili, na kama alikunywa sumu ya kuua maisha yake ya rohoni. Sauti ya Shetani iliua maisha yake ya rohoni, na kitendo aliyotenda kusuna lile tunda akala liliua maisha yake ya kawaida. Na kutoka hapo kifo kikaingia duniani. Dhambi ilipoingia, mauti ikaambatana na dhambi, na kutoka hapo wanadamu wote wakawa wenye dhambi, na wanadamu wote wakawa watakufa. Na wanadamu wote wakawa wamekufa upande wa Mungu, na wakawa watakufa katika ulimwengu wa kimwili. Na kutoka hapo mauti ilipoingia, mwanadamu aliweza kutengana na Mungu. Ikawa Mungu na mwanadamu hawana mapatano, kwa sababu kati ya mwanadamu kumeingia dhambi. Na dhambi ilipoingia, ikawa mwanadamu na Mungu hawana mapatano, kwa sababu Mungu na mwanadamu hawawezi patana, kwa sababu Mungu ni mtakatifu na mwanadamu ni mwenye dhambi. Kwa hivyo mauti ilipoingia, dhambi ikaingia. Hebu tuweze kuangalia tuone vile Biblia inasema, kitabu cha Wakorintho. Tufungue kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 22. Tuone vile Biblia inasema, kitabu cha Wakorintho 15 mstari wa 22. Inasema, kwa kuwa kama katika Adamu wote wamekufa, kadhalika katika Kristo wote wameuishwa. Maandiko inasema kwa kuwa kama katika Adamu wote wamekufa, uzao wote wa Adamu wamekufa. Na sisi sote tulisaliwa katika ukoo wa Adamu, na tulisaliwa tumekufa. Na ndio maandiko inasema katika Adamu wote wamekufa. Kupitia Adamu wote wamekufa. Dhambi ilipoingia, mwanadamu alikufa. Na ndio maandiko inasema katika Adamu wote wamekufa. Kwa hivyo sisi ni uzao wa Adamu, na sisi ambao ni uzao wa Adamu, baba yetu alimwasi Mungu, na alipomwasi Mungu, sisi sote tukasaliwa tukiwa na dhambi na tukiwa tumekufa. Upande wa Mungu tumekufa. Haijalishi tunatembea na miguu, tunaonekana kama tuko hai, lakini bado tumekufa, kwa sababu maisha yetu ya rohoni yamekufa. Kwa sababu ya baba yetu Adamu alipomwasi Mungu, kifo kiliundika kati ya sisi na Mungu. Kifo ni kuasana, vitu vili kwa pamoja vinaasana. Kwa hivyo wakati Adamu na Mungu waliasana, kifo kilipatikana. Na kutoka hapo Mungu akiangalia mwanadamu, anaona mwanadamu amekufa. Kwa sababu gani? Kuna mwanadamu ametengana na Mungu, mwanadamu amemwasi Mungu. Kutoka hapo Mungu anaona mwanadamu amekufa. Na ndio maandiko inasema, kwa kuwa kama katika Adamu wote wamekufa. Katika Adamu wote wamekufa. Lakini tukiangalia, kadhalika katika Kristo wote wameuishwa. Kwa hivyo Adamu alileta dhambi na akaleta mauti. Yesu na yeye alileta haki yenye uzima. Hakuleta haki haina uzima. Adamu alileta dhambi, na Yesu na yeye akaleta kuuishwa. Wale wamekufa wakafufuliwa kupitia nani?
Yesu Kristo. Haleluya. Hebu tuangalie kitabu cha Warumi 5 mstari wa 15. Warumi 5 mstari wa 15. Tuone vile maandiko inasema, lakini karama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa. Kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa. Zaidi sana kwa neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo imesidi kwa ajili ya wale walio wengi. Kiangalia, kwa kosa moja wengi wamekufa. Zaidi sana kwa neema ya Mungu na kile kipawa katika neema yake mwanadamu mmoja ambao ni nani? Yesu Kristo. Kuna Adamu wa kwanza na kuna Adamu wa pili. Adamu wa kwanza alileta dhambi na mauti. Adamu wa pili akaleta haki yenye uzima. Haleluya. Akaleta haki yenye nini? Yenye uzima. Adamu wa kwanza alituletea dhambi, na hiyo dhambi ikafikia watu wote. Na watu wengi wanaishi katika Adamu wa kwanza, licha kuwa Adamu wa pili alikuja, lakini wanaishi katika Adamu wa kwanza. Ndio unapata mtu anasema mimi ni mwenye dhambi, hata kama anaenda kanisani bado anasema mimi ni mwenye dhambi, hata kama anaomba, hata kama ni mhubiri bado anasema yeye ni mwenye dhambi. Kwa mfano, sisi sote tumetoka kwa Adamu. Awe Mwislamu, awe Msabato, awe mtu wa Sunday, sisi sote tumetoka kwa Adamu. Haleluya. Na ukitaka kuelewa sisi sote tumetoka kwa Adamu, ukienda kwa Waislamu wanasema ni wenye dhambi, ukienda kwa Wasabato wanasema ni wenye dhambi, ukienda kwa watu wa Sunday wanasema wao ni wenye dhambi. Kwa sababu gani wanasema wao ni wenye dhambi? Wanasema wao ni wenye dhambi kwa sababu ya baba yao anaitwa Adamu. Baba yao Adamu aliwausa katika dhambi, na ndio wanaishi kusema sisi ni wenye dhambi. Lakini hawayapata Adamu wa pili. Muislamu hayapata Adamu wa pili, Msabato hayapata Adamu wa pili, mtu wa Sunday hayapata Adamu wa pili. Ndio wanaishi kusema mimi ni mwenye dhambi. Lakini kama wangepata Adamu wa pili, wangesema mimi sina dhambi, kwa sababu Adamu wa pili alikuja kuondoa dhambi. Adamu wa pili alikuja ili tuweze kupata msamaha wa dhambi. Adamu wa pili alikuja kulipia msahara wa dhambi ambao ni mauti. Adamu wa pili alileta uzima. Adamu wa pili alileta haki. Adamu wa pili alileta wokovu. Adamu wa pili alileta msamaha wa dhambi. Adamu wa pili alileta neema ambayo inatuokoa kutokana na dhambi. Haleluya. Lakini wengi wanaishi katika Adamu wa kwanza. Wanaishi katika Adamu wa kwanza. Nitasemaye mimi sina dhambi, na hii dunia tunaishi ni ya dhambi. Lakini ukiangalia Adamu wa pili alifanya namna gani? Adamu wa kwanza alileta dhambi duniani. Adamu wa pili alibeba dhambi zote za ulimwengu. Sasa inategemea uko kwa Adamu yupi? Uko katika Adamu wa kwanza ama uko katika Adamu wa pili? Juu Adamu wa pili aliosa dhambi zote za ulimwengu na damu yake. Tunapozungumzia Adamu wa pili, tunazungumzia Yesu Kristo. Haleluya. Kabla Yesu hakuja duniani, Adamu wa kwanza ndiye alikuwa duniani, na watu wote walikuwa wenye dhambi kupitia Adamu wa kwanza. Adamu wa pili, maandiko inasema Warumi 5, tuangalie mstari wa 17. Kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, kwa kukosa kwake mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja. Na maandiko inasidi kusema zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kile kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Haleluya. Uko kwa yule aliyeleta dhambi na mauti, ama uko kwa yule aliyeleta uzima ili tutawale katika huo uzima? Hakuna mwenye dhambi ako na uzima wa milele. Mtu yoyote ambaye ako na dhambi ako na sura ya Adamu,
na Adamu alimwasi Mungu, na alipomwasi Mungu dhambi ikaingia. Kwa hivyo ndani ya huyu mwenye dhambi ako na mauti ndani yake. Lakini yule ambaye anafuata Adamu wa pili na ako kwa Adamu wa pili, maandiko inasema namna gani? Zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema, wingi wa neema na kile kipawa sa haki. Kile kipawa sa nini? Sa haki. Watatawala katika uzima kwa yule mmoja, Yesu Kristo. Kwa yule wala kupitia mtu mmoja, pia haki na uzima vitatawala katika mmoja, ambao ni nani? Ni Yesu Kristo. Sasa mpendwa mtazamaji, uko kwa Adamu yupi? Tuko kwa Adamu yule alileta dhambi, ama kwa Adamu yule aliondoa dhambi? Ukienda kwa Waislamu wanafundisha dhambi na kuomba msamaha. Ukienda kwa Wasabato wanafundisha dhambi na kuomba msamaha. Ukienda kwa watu wa Sunday wanafundisha dhambi na kuomba msamaha. Sasa mtu anauliza, wewe pastor, wewe ni wa kanisa gani? Wewe si wa Friday, wewe si wa Saturday, wewe si wa Sunday. Mimi si ati ya kwamba ni wa kanisa fulani. Mimi ni wa Yesu Kristo. Na Yesu alisema tuombe siku zote. Hata kama naabudu Sunday na nikisema sina dhambi. Kwa sababu gani? Yesu alichukua dhambi zangu. Ndugu zangu ambao ni wa Sunday wanalia kila siku kwa sababu ya dhambi zao. Nani aliwaambia machozi yao yanaweza kuosha dhambi? Nani aliwaambia kulia kwao na maombi yao yanaweza kuosha dhambi? Walisoma kitabu gani machozi yao yataosha dhambi? Damu ya Yesu iliyomwagwa msalabani peke yake ndiyo iliosha dhambi mara moja na milele. Haleluya. Tutoke katika dini ya Adamu wapendwa, tuhamie katika dini ya Yesu Kristo. Mahali Yesu Kristo ametufanyia kazi yote. Mahali Yesu alikufa, mahali tulikuwa tufe, Yesu akafa kwa niaba yetu. Tulikuwa tufie dhambi yetu kwa sababu mshahara wa dhambi ni mauti. Lakini Yesu kwa kutupenda akakuja akabeba dhambi zetu, na alipobeba dhambi zetu akafa kwa sababu ya dhambi zetu. Mahali nilikuwa nisulubiwe, mahali nilikuwa nipigwe, mahali nilikuwa nife, Yesu akafa kwa sababu yangu. Watu wengi hawaamini, licha kwa wanaamini Yesu, wanaamini jina la Yesu, lakini hawaamini kazi Yesu aliyoifanya. Na ndio Yesu alisema, msiponiamini mimi, aminini kazi zangu. Kama utaamini kazi ya Yesu, utatazama msalabani, utaona Yesu akisema yote yamekwisha. Haleluya. Mstari wa 2 na 3. Kwa maana nawashuhudia kwamba wana juhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Wana juhudi nyingi sana kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Mstari wa 3. Kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu na kwa maana wakiwa hawajui haki ya Mungu, wakitaka kudhibitisha haki yao wenyewe, hawakujitia chini ya haki ya Mungu. Haleluya. Wanataka kudhibitisha haki yao. Hii haki yao inatokana na juhudi zao. Wanajuhudi kwa ajili ya Mungu, lakini si katika maarifa. Kila mwamini, unapomwamini Yesu unapata ondoleo la dhambi. Unapopata ondoleo la dhambi unapata uzima wa milele, kwa sababu Yesu, ndani ya Yesu Kristo kuna uzima wa milele. Nje ya Yesu Kristo kuna mauti. Haleluya. Kitabu cha Warumi ni 8 mstari wa 1. Maandiko inasema, kwa hiyo sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya Kristo Yesu, wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili bali kufuata Roho. Hapa maandiko inasema, kwa hiyo sasa hakuna hukumu ya adhabu kwa wale walio ndani ya nani? Ndani ya Yesu Kristo, ndani ya Kristo Yesu, wale ambao hawaenendi kwa kufuata mwili bali kwa kufuata Roho. Haleluya. Amen. Mstari wa 2 nasema, kwa sababu sheria ya Roho wa uzima ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Sheria ya Roho wa uzima ulio ndani ya nani? Ya Kristo Yesu imeniweka
huru mbali na dhambi na mauti. Sheria ya roho wa uzima. Kwa hiyo ndani ya Yesu Kristo kuna sheria ya uzima. Kuna sheria ya roho wa uzima ambayo inakuweka huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Bado mtazamaji, hii ni siri kubwa sana. Mungu akikujalia kuifahamu, utakuwa na furaha katika moyo wako. Watu wengi hawana furaha kwa sababu gani? Wamebeba mzigo wa dhambi. Lakini ukifahamu siri ya msamaha wa dhambi, na uelewe vile Yesu alikuja duniani akabeba dhambi zote za ulimwengu, na akiwa pale msalabani akasema yote yamekwisha, na ukiamini Yesu alimaliza dhambi zote, alikutakasa na damu yake, alibeba dhambi zako zote, na damu yake iliyotirika msalabani ilikuosha dhambi zako zote. Hapo ndio mwanzo wa furaha katika maisha yako. Haleluya. Amen. Watu wengi wamebeba mzigo wa dhambi. Hawajafumzika, wamebeba mzigo wa dhambi. Na Yesu anasema, njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Nitawapa raha katika nafsi zenu. Ukisikiza nafsi yako kuna raha, ukihisi nafsi yako haina raha, basi Yesu amekuita uyaenda kwake ufumzike. Haleluya. Unafikiria ukienda kwa Yesu bado utarudi na mzigo? Inamaanisha Yesu anaposema njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Inamaanisha namna gani? Tuseme kwa mfano umesumbuka kila mahali ukitafuta kazi. Hiyo ni mzigo wa kutafuta kazi, upate kazi. Ukuje kwangu nikupe kazi. Kwani umefumzika ama hujafumzika? Yesu amebeba mzigo wako ama amekufumzisha? Si hata kwamba Yesu amebeba mzigo wako, si hata kwamba wewe umesumbuka ukitafuta kazi, si hata kwamba nitabeba mzigo wako kusumbuka. Hapana, nimekupea kazi. Ukikuja kwa Yesu, Yesu anakufumzisha. Kuna kubebewa mzigo na kuna kufumzishwa. Sasa umebebewa mzigo ama umefumzishwa? Haleluya. Kwa hivyo wale wako ndani ya Yesu Kristo hawana hukumu, wale wako nje wana hukumu. Na ndio maandiko inasema mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Yaani umekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ukiwa ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Kuna mambo mengi dini inafundisha. Dini inafundisha hivi, inafundisha kumpenda Mungu. Dini inafundisha kupenda Mungu, inafundisha kuokoka, inafundisha fanya kazi ya Mungu. Dini hiyo atulitenguisha mwaka. Urebo eko tulitenguisha hao. Kerasa to sitaja. Kwe Mungu kwe ngo tiere olitakenda aremeroni akwera nditira. Ke ndini maritani yare kulitana ando barona ekaya kui yakabeta ya Biblia, lakini ye kiutati na Biblia. Nataka uweze kuangalia kitabu cha Yohana 6:29. Tuone kazi ya Mungu ile tunafaa tufanye, ili uone kama unafanya hiyo kazi ama uifanyi. Yesu akajibu, Yesu akawajibu, kazi ya Mungu ndio hii. Ngoe Mungu ndareko. Kazi ya Mungu ndio hii, muamini yeye aliyetumwa na yeye. Kazi ya Mungu ndio hii, muamini yeye aliyetumwa na yeye. Hiyo ndio kazi Mungu amekupatia. Usifikirie kuomba ni kufanya kazi ya Mungu, usifikirie kuhubiri ni kazi ya Mungu, usifikirie kutoa sadaka ni kazi ya Mungu. Sisemi usiombe, sisemi usihubiri, sisemi utoe sadaka, hapana. Lakini hiyo si kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu ndio hii, muamini yeye aliyetumwa na yeye. Umefanya kazi ya Mungu. Mpendwa mtazamaji, Mungu akubariki kwa muda Mungu amenipatia tushiriki pamoja na wewe. Tushukuru mtakatifu na mkombozi wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya neema na fadhili zako. Asante kwa sababu umesatufafanulia kuhusu kazi yetu na kazi yako. Na Bwana majeshi, moyo wako nituweke kazi yetu chini ili tupokee kazi ya mwana wako Yesu Kristo. Na kazi hii ni kumwamini mwana wako Yesu Kristo.
Tunapomwamini mwana wako Yesu Kristo tunapata ondoleo la dhambi. Tunapomwamini mwana wako Yesu Kristo tunafumzika, tunapata uzima wa milele. Asante kwa sababu utajalia mpendo mtazamaji neema hii Bwana wa majeshi ya kumwamini mwana wako Yesu Kristo. Tumeelewa kasi ya Adamu wa kwanza na kasi ya Adamu wa pili. Katika Adamu wa kwanza alileta dhambi na mauti, na Adamu wa pili akatuletea msamaha wa dhambi na akatuletea uzima na amani katika mioyo yetu. Tunakushukuru Bwana wa majeshi. Wale wote wanajitolea kwa sababu ya kusimama na hiki kipindi, usiwasahau, waondolee makezi, waondolee magonjwa, kawalinde, kawatunze waingiapo na watokapo tangu sasa hata milele. Bwana wa majeshi, wale wote wanaodhamini hiki kipindi, Bwana wa majeshi, baraka ya Ibrahimu, Isaka na Yakobo ikaweza kuwa juu ya maisha yao. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Amen. Mpendwa mtazamaji, ukijisi kudhamini hiki kipindi, kuna namba iko hapo kwa skrini yako. Unaweza kutoa udhamini wako kwa hiki kipindi na Mungu atazidi kukubariki. Tuage mtazamaji kwa makofi, sangwe na vigelegele. Mungu akubariki. Moyo wangu